Hello, mambo vipi? Karibu kwenye Talk with Jasmine. Kama na wewe ni mojawapo ya watu ambao mwisho wa mwezi ukishafika, zikisogea tarehe kidogo tu unaanza kulalamika kwamba pesa zangu ziko wapi? Huu mwezi jamani, mbona ile imeisha haraka? Kama ni mtu ambaye kuna wakati inafika unajutia kwamba pesa yako imepotea tu bila wewe kujua, basi hii video ni kwa ajili yako. Angalia video hii mpaka mwisho ili uweze kujua kuna makosa gani ambayo unayafanya na vipi ambavyo utaweza kurekebisha. Katika video ya leo tutaangalia mambo ambayo unapaswa kufanya pale ambapo tu umepokea malipo ili kuepuka hayo majuto ambayo unakuja kuwa nayo. Mambo gani ambayo unatakiwa uyafanye pale ambapo umepokea malipo yako? Inaweza kawa ni mfanyabiashara au wewe ni mwajiriwa lakini umepokea malipo yako, umepokea labda mshahara au umepokea malipo yako ambayo unajitathmini kwenye biashara yako mpaka sasa hivi umeingiza shilingi ngapi. Sasa baada ya kupokea ile malipo, mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya ili uepukane na majuto ya kusema pesa imeisha ghafla? Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya wakati huu ambao umelipwa pesa yako, pitia bajeti yako ambayo uliandika hapo awali. Tunaamini kwamba tayari utakuwa una budget ambayo vitu ambavyo wewe unajua ni vya muhimu kwako na mpangilio wako tu wa matumizi yako kwa ujumla una bajeti yako. So, ukishapokea hii pesa yako ya malipo, basi pitia bajeti yako ya nyuma, angalia kwamba kuna vitu ambavyo ulivikava wakati uliopita, lakini ndio muendelezo wa vitu ambavyo utaweza kuvikava sasa hivi. Kwa hiyo pitia bajeti yako ya nyuma ikukumbushe mahitaji yako na vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvifanya. Alafu jambo la pili, hakikisha unajilipa we mwenyewe. Ukishapitia bajeti yako inakukumbusha kwamba unatakiwa ulipe kodi ya watu, inatakiwa ulipie mahitaji yako ya muhimu. Sasa hizo hela unazitoa, unapeleka kwa hao watu. Vipi kuhusu wewe? Lazima ujilipe wewe mwenyewe. Kwa maana kuna wakati ambao utataka kufanya investment zako wewe mwenyewe, utapata pia la investment, lazima utakuwa umejiwekeza alafu ndio utaenda kufanya investment. Kuna wakati ambao una vitu vyako vya dharura unataka kufanya, utapata pia hela, lazima utakuwa umejilipa, umepata pesa yako, then utafanya kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo hakikisha unajilipa kwanza we mwenyewe, unaweka pesa yako pembeni ambayo ndo saving yako, unaiweka pembeni, alafu ndo utaenda kutoa pesa kwa watu wengine. Na ndo hapa tunaingia kwenye jambo lingine ambalo unatakiwa kufanya. Jambo lingine, unatakiwa ulipe expenses zako, yani mahitaji yako yote uyalipe baada tu ya kulipwa pesa zako. Kwa sababu tunaamini kwamba una mahitaji yale ya msingi ambayo unatakiwa uyafanye. Kama umepanga, utahitaji kulipa pango, na usipolipa unajua hasara yake kwamba mwenye nyumba hataweza kukuvumilia, hata kwambia uondoke. Kwa hiyo lazima uhakikishe unalipa kodi ya watu au unajiwekeza. Kama unajua ushalipaga, so lazima mpaka kodi ifike ndio uanze tena kulipia. Basi unaweza kuhifadhi pesa yako, unajua kabisa hii pesa ni ya kodi, hii pesa ni ya mahitaji ya chakula, hii pesa ni kwa ajili ya kitu fulani, hii pesa ni kwa ajili ya umeme, ya maji, yani mahitaji yako yote yale ya msingi. Ukishapokea pesa yako, hakikisha unayalipa. Kama unajua siyalipi sasa hivi, basi hifadhi pesa kwa ajili ya kuja kuyalipa baadaye. Baada ya kuhakikisha kwamba umeshalipia mahitaji yako yote ya msingi ya pale nyumbani, basi jambo lingine, unaweza kutoa sadaka. Unaweza kutoa sehemu ya pesa yako kama sadaka au kama msaada wa kumsaidia mtu mwingine, kwa sababu tunaamini kwamba mkono unaotoa pia ndio mkono unaopokea. Kwa hiyo hakikisha na wewe unakuwa sehemu ya kumsaidia mtu, unakuwa sehemu ya kutoa sadaka kidogo. Usijibane sana ukaona kwamba sadaka haina haja, lakini kumbuka kwamba na wewe utahitaji kupewa vitu, na wewe utahitaji msaada siku moja. Kwa hiyo toa ili na wewe uweze kupokea. Jambo la mwisho, hakikisha sana haufanyi matumizi kwa sababu umechoka. Kuna wakati mwingine ukishapokea pesa yako, basi unaanza kujiona umetajirika, umeshapata pesa nyingi, unaanza tu kusema nimechoka, sasa siwezi kufanya kitu fulani, ngoja nilipie. Pale unapotoa kwa ajili ya kulipia hicho kitu, basi unapunguza sehemu ya bajeti yako. Na ukumbuke kwamba sio kila uchovu unahitaji matumizi. Uchovu mwingine unataka upumzike tu. Wewe pumzika, uchovu utaisha, utaendelea kufanya vitu vyako kama kawaida. Sio kila kitu unaweza kutoa pesa, unaanza kulipia, utapunguza sehemu ya bajeti yako. Kwa hiyo zingatia tu hayo ambayo tumeyasema. Ukishapokea malipo yako, zingatia hatua zote ili uweze kuiona pesa yako, ili uweze kujua kwamba wakati mwingine nitafanya nini. Tuambie hapo kwenye comment kwamba wewe ukishapokea malipo yako, jambo la kwanza huwa unafanya nini? Tuandikie kwenye comment, tutapitia na sisi tuweze kujifunza kutoka kwako. Wewe ukipokea pesa yako au ukipokea malipo yako, jambo la kwanza huwa unafanya kitu gani? Kama umeangalia video hii mpaka hapa, tafadhali share video hii kwa watu wengine na like video hii. Tuache comment yako hapo chini na sisi tutapitia. Tukutane katika video ijayo. Bye.